Naam, matumaini yangu mubuheri wa afya. Karibuni tena kwa kipindi chetu cha Kiswahili, uchambuzi wa mashairi katika diwani hodi hodi. Na katika shairi letu la leo, ningependa tukaweze kuangazia shairi huru. Maana kumbuka katika aina ya mashairi tunalo shairi la arudhi na shairi huru. Kwa hivyo mwanafunzi atakapo pewa shairi huru, ni njia zipi ambazo inafaa kaweze kutumia katika kuchambua shairi hilo? Na wewe kama mwalimu inafaa ukaweze kujua kwamba uchambuzi wa ushairi tunao ufanya, huenda pengine wanafunzi wa gredi ya 9 wasije wakaulizwa kwa undani kuchambua shairi jinsi tunavyochambua hapa, ila uchambuzi huu inafaa wakaweze kufunzwa, maana utakuja kuwasaidia katika gredi ya 9, gredi ya 11 na ile gredi ya 12. Kwa hivyo ni vyema wakaweze kujua jinsi ya kuchambua shairi lolote lile, liwe la arudhi ama huru, kutumia vipengele ambavyo vimewekwa pale. Kwa hivyo usije ukajitia hamnazo na kusema kwamba baadhi ya mitihani ambayo wanafanya, vipengele hivi huwa haviulizwi katika sehemu ya ushairi ambayo ni alama 5 pekee. Kwa hivyo tuwe makini na tukaweze kuwafunza wanafunzi hawa jinsi ya kuchambua shairi kupitia vipengele hivi ambavyo vimewekwa katika sehemu ile ya lugha ino ya Kiswahili. Kwa hivyo twende moja kwa moja katika shairi letu la leo, na shairi la leo ni Siku Nyingi, ambalo mwandishi ni Timothy M. Arege. Na nitalikariri shairi vifuatavyo. Siku nyingi ulifika mama, mnyonge wa mwili lakini si wa moyo. Mpini wa lako jembe begani umetulia, ukautua mzigo wa kuni kwa kuubwaga chini. Ulifululiza ndani katika nyumba ya msonge, ukajipatia kopo la maji kuituliza kiu ya kutwa. Kisha ukafululiza kama fahali hadi palipo ufagio, kama ambaye hukiipitisha siku nzima shambani. Halafu mtoni ulifululiza kuchota maji, mtoto mgongoni, mtungi kichwani, kabla ya kukoka moto wa kupikia chajio, na kwa ufundi wa ajabu ukapika na kupakua, ili kutuliza vilio vya vitoto vilivyolemewa na njaa. Sasa ulalapo hapo kivulini kwa uzee, baada ya safari yako ya siku nyingi, na kujikokota ndani kulikimbia jua, kama mdudu akimbiaye ujio wa lumbwi. Ninaungana na ulimwengu kukusabahi, ewe mama, mama usiye na mfano. Na huo ndio mwisho wa ukariri wa shairi Siku Nyingi. Kwa hivyo twende moja kwa moja katika uchambuzi wa shairi hili Siku Nyingi. Na sehemu ya kwanza ambayo ningependa tukaweze kuangazia ni kichwa, na kichwa cha shairi ni Siku Nyingi. Kichwa cha shairi ni Siku Nyingi. Kwa hivyo baada ya kichwa, wacha tukaweze kuangazia maudhui katika shairi. Maudhui katika shairi. Na kumbuka tunapozungumzia maudhui, tunazungumzia yale mambo ambayo yanazungumziwa, ujumbe maalum ambao unazungumziwa katika kazi ya kishairi. Kwa hivyo katika shairi hili la Siku Nyingi, ambalo mwandishi wake ni Timothy M. Arege, tunapata kwamba maudhui ya kwanza ambayo yameweza kuangaziwa ni nafasi ya mama katika maisha. Nafasi ya mama katika maisha, ambapo tunapata kwamba mshairi anazungumzia nafasi ya mama katika maisha ya kila binadamu. Tunatambua mchango wa mama katika maisha yetu na umuhimu wa kutambua na kuthamini mchango huo. Tunapata kwamba kupitia maudhui haya, pale ambapo huyu mama anatoka shambani, anapofika pale nyumbani, anachukua kifagio, anaanza kufagia, mwishowe anaukoka moto, anaweka chakula kwa minajili ya kuwalisha watoto wake. Kwa hivyo hiyo ni nafasi ya mama katika maisha. Pia maudhui ya pili ambayo yameguziwa katika shairi hili ni changamoto za maisha. Na changamoto za maisha tunazungumzia kwamba matatizo na changamoto wanazokumbana nazo wanawake katika maisha ya kila siku, hasa katika mazingira
mazingira ya mashambani kama vile kulima, kutunza nyumba, kupika, kuchota maji na malezi ya watoto. Kwa hivyo hayo ndio maudhui ambayo yameweza kujitokeza katika shairi hili la siku nyingi, ambalo muhusika tutaangalia pale chini, muhusika ambao ni nafsi neni na nafsi nenewa ni ipi katika shairi hili. Kisha baada ya maudhui twende kwa dhamira. Na dhamira tukumbuke kwamba ni lengo ambalo mwandishi anataka kupitisha katika kazi yake ya kifasihi. Ni lengo lipi ambalo lilimfanya akaweza kuandika shairi hili la siku nyingi? Kwa hivyo tunapata kwamba lengo la mwandishi ama malenga Timothy M. Arege kuandika shairi hili lilikuwa lipi? Tunafahamishwa umuhimu wa kutambua mchango wa mama, ama tunazungumzia mchango wa mama na wazazi kwa jumla, baba na mama katika maisha yetu. Maana tumeona pale katika shairi baadhi ya kazi ambazo mama anajukumika kufanya. Licha ya umri wake, anahakikisha kwamba shughuli hizo zote amezifanya kwa wakati unaofaa na anazikamilisha ipasavyo. Kwa hivyo lengo la Timothy M. Arege kuandikia shairi hili ni kutufahamisha umuhimu wa kutambua mchango wa wazazi katika maisha yetu. Tuangazie muundo wa shairi. Na kumbuka, tunapoangazia muundo tuko na vipengele ambavyo kwa mfano ambavyo inafaa tukaweza kutumia, kwa mfano aina ya shairi, bahari, beti, mizani, vina, kibwagizo ama kimalizio, na kisha uhuru wa mshairi na mbinu za lugha katika shairi lengwa. Kwa hivyo tunapoanza na aina ya shairi tunapata kwamba shairi hili ni shairi huru. Ni shairi huru. Mbona tunasema ni shairi huru? Tunapata kwamba ni shairi ambalo halifungwi katika sheria kama vile vina, mizani, urari wa mizani na utoshelevu wa beti katika utunzi wake. Kwa hivyo utapata kwamba shairi hili tunapoangazia muundo, bahari ni shairi ambalo halina bahari. Ni shairi ambalo katika mizani, kila mshororo una mizani yake tofauti na mingine, na vina hamuna vina katika shairi hili, na tunapata kwamba mshororo wa mwisho ni kimalizio, maana kila ubeti una mshororo wake. Na tunapozungumzia kipengele cha beti tunapata kwamba shairi lina jumla ya beti 4. Shairi lina jumla ya beti 4. Kwa hivyo ndivyo vipengele ambavyo tunaangazia. Kwa hivyo utapata kwamba kipengele cha bahari, kipengele cha vina hamna katika shairi hili ambalo ni shairi huru. Kisha tuende kwa mbinu za lugha. Mbinu za lugha ambazo zimetumika katika shairi hili. Na mbinu ya lugha ya kwanza ni uhaishaji. Kumbuka tunapozungumzia uhaishaji ni ile hali ya samahani. Naam, tunapata kwamba tunayo mbinu ya tashbihi ambayo imetumika unapoenda katika ubeti wa pili, ambapo unasema kisha ukafululiza kama fahali hadi palipo ufagio. Kisha ukafululiza kama fahali. Kwa hivyo hilo neno ukafululiza kama fahali hadi palipo ufagio ni mbinu ya tashbihi. Pia tunapata mbinu nyingine ya tashbihi pale ambapo tunapata katika ubeti wa 4 ambapo tunasema kwamba na kujikokota ndani kulikimbia jua kama mdudu akimbiaye ujio wa lumbwi. Kwa hivyo hilo neno kulikimbia jua kama mdudu akimbiaye ujio wa lumbwi ni mbinu ya tashbihi. Pia tunayo mbinu ya nahau ambayo imetumika pale, ambapo tunapata ukautua mzigo. Kwa hivyo nahau hapo ni tua mzigo. Pia tunayo nahau ya kubwaga chini, bwaga chini ni nahau. Kwa hivyo hizo ndizo mbinu ambazo zimetumika katika shairi hili la siku nyingi na malenga ambaye ni Timothy M. Arege. Kwa hivyo twende kwa kipengele cha wahusika katika shairi hili. Na kipengele cha kwanza ni nafsi neni. Nafsi neni, kumbuka nafsi neni ni sauti ambayo inazungumza katika shairi. Na sauti ambayo inazungumza katika shairi hili ni ile sauti ya mtoto, ambayo tukienda katika ubeti wa kwanza tunapata kwamba siku nyingi ulifika mama, mnyonge wa mwili lakini si wa moyo, mpini wa lako jembe begani umetulia,
ukautua mzigo wa kuni kwa kuubwaga chini. Ulifululiza ndani katika nyumba ya msonge, ukajipatia kopo la maji kuituliza kiu ya kutwa. Kisha ukafululiza kama fahali hadi palipo ufagio, ukainadhifu nyumba ndani na nje, kama ambaye hukuipitisha siku nzima shambani. Kwa hivyo unapata kwamba sauti ambayo inanena katika shairi hili ni ile sauti ya mtoto ukisoma ubeti wa kwanza. Na ni nani ambaye anazungumziwa katika shairi hili? Huyo ndiye nafsi nenewa. Nenewa ni mama. Mama ndiye anayerejelewa katika shairi hili, ambapo tunapata siku nyingi ulifika mama. Unaona? Kisha katika ubeti wa kwanza, na unapoenda ubeti wa mwisho ambao ni ubeti wa 4, mshororo wa mwisho unasema, ewe mama, mama usiye na mfano. Kwa hivyo nafsi nenewa ni mama. Kwa hivyo huo ndio uchambuzi wa shairi huru, shairi ambalo halifuati kanuni wala sheria za kishairi. Na natumai umejifunza, na iwapo hujasubscribe kwa mtandao huu, na kusihi ukaweze kubonyeza kabla hujaondoka. Mungu akaweze kuwabariki.